kuna hadithi zinazosemwa kando ya moto, hadithi zinazowafanya watoto kusogea karibu na wazee, kutikisa vichwa wakijua. Hii ni moja ya hadithi hizo. Katika wakati ambapo giza lingeweza kumeza kijiji kizima, wakati tamaa ilivaa uso wa wema, na wakati uchawi bado uliishi katika pembe zilizosahauliwa za dunia, aliishi mvulana mmoja, jina lake Aladdin. Wanasema aligundua kitu ambacho kingestahili kubaki kimezikwa. Wanasema alishikilia nguvu ambayo ingeweza kumharibu. Wanasema alifanya chaguo ambalo hakuna mtoto anayepaswa kufanya kamwe. Lakini wasichokuambia ni jinsi yote ilivyoanza. Hii si hadithi unayodhani unajua. Hii ndiyo hadithi ya kweli ya Aladdin na taa ya uchawi na gharama ya tamanio moja tu. Katika moyo wa Sahel, ambapo jangwa liliibusu savana na miti ya miakasia ilinyoosha mikono yake ya kale kuelekea anga, palikuwa na mji wa Zaribe. Ulikuwa mahali pa nyumba za udongo mwekundu, masoko yenye shughuli mengi yaliyojaa harufu ya njugu zilizookwa na siagi ya shea, na usiku ulioangazwa na nyota elfu. Katika mtaa maskini zaidi wa Zaribe, aliishi mvulana jina lake Aladdin. Alikuwa na umri wa miaka 12, macho kama mpingo uliosuguliwa na ngozi iliyong'aa shaba jua. Nguo zake zilikuwa zimejarajiwa na kufifia, zilishoshonwa na mikono iliyochoka ya mama yake. Lakini kama ulimwangalia kwa makini, kama kweli ulimuona, ungeona kitu cha ajabu. Aladdin aligundua kila kitu. Wakati watoto wengine walicheza, Aladdin aliangalia mifumo ya ndege wavulana wanavyojenga viota vyao. Alisoma jinsi mganga wa mitishamba alivyochanganya mitishamba yake. Alisikiliza wakati mhunzi alipoeleza jinsi moto ulivyobadilisha chuma. Akili yake ilikuwa kama kibuyu kisichojaa kamwe, njaa ya maarifa daima, akiuliza kwa nini na vipi mara kwa mara. Lakini kipaji hiki kilikuja na mzigo. Watoto wengine walimuita Aladdin wa ajabu. Walicheka aliposema kuhusu ndoto zake, ndoto za kumuinua mama yake kutoka umaskini, za kuleta maji safi kila nyumbani, za kuangaza barabara za giza ili watoto wasiogope usiku. Ndoto hazijazi tumbo, walimdhihaki. Ndoto hazinunui buzi. Baba ya Aladdin alikufa alipokuwa mdogo. Alipotea jangwani katika safari ya biashara. Mama yake, Fatima, alifanya kazi hadi mikono yake ikatoa damu, akifulia nguo kwa familia tajiri, akisaga mtama hadi mgongo wake ukapiga kelele kwa maumivu. Na bado walipona tu. Kila usiku, Aladdin aliangalia uso uliochoka wa mama yake na kuhisi moto ukiwaka kifuani mwake. Si hasira, bali azimio. Siku moja mama, alinong'ona. Siku moja nitabadilisha kila kitu. Hakujua ni kwa haraka kiasi gani siku hiyo ingefika, au gharama ingemgharimu. Tatizo lilianza na mfanyibiashara Kazim. Alifika Zaribe usiku mwezi ulipokuwa mkubwa na rangi ya machungua juu ya upihemu wa mahorizonti, akiendesha msafara wa ngamia zilizofunikwa na hariri, vidole vyake vizito kwa pete za dhahabu, tabasamu lake tamu kama asali yenye sumu. Kazim hakutoka Zaribe. Alitoka katika miji mikubwa ya kaskazini, ambapo minara iligusa mawingu na uchawi ulinunuliwa kwa kuuzwa kama nafao la kawaida. Alifungua duka katika uwanja wa mji, akiuza mafuta na manukato, viungo vya narabe na jewe la nglango. Lakini hiyo sio sababu ya kuja kwake. Ndani ya mwezi mmoja, mambo ya ajabu yalianza. Kisima cha mji, ambacho kilitoa maji safi na matamu kwa vizazi, kilianza kukauka. Mazao yalinyauka katika mashamba ambayo daima yalikuwa na rutuba. Watoto waliugua homa za ajabu ambazo hata mganga wa mitishamba hakuweza kuponya. Usiku ulikuwa wegusi zaidi, kana kwamba kitu kilikuwa kinameza nyota zenyewe. Hofu iliingia Zaribe kama moshi. Wazee walikusanyika chini ya mbao mkuu wa Andewe, nyuso zao zimejaa wasiwasi. Kitu hakiko sawa, kiongozi mkuu alitangaza. Mizimu imevurugika, usawa umevunjika. Na katika hayo yote, mfanyibiashara Kazim alitabasamu na kuuza bidhaa zake, akiwa tajiri wakati Zaribe ilizidi kuwa maskini, wagonjwa na giza. Watu walianza kunong'ona, ameleta laana. Lakini alipokubaliwa, Kazim alikuwa akitandeza mikono yake kwa wazi. Mimi ni mfanyibiashara wa kawaida tu. Ninawezaje kusababisha misaba hivi? Pengine ningeweza kusaidia kwa bei. Aliuza vya kulinda,
hirimza za uchawi, mafuta yaliyobarikiwa, vyote kwa bei ambazo zingechukua akiba zao za mwisho. Wengine walinunua wakihitaji tumaini. Hirimza hazikufanya kitu. Aladdin aliangalia haya yote kwa macho yake makini, akili yake busara ikifanya kazi, ikiunganisha vipande ambavyo wengine walipuuza. Aligundua kwamba giza lilikuwa mrefu zaidi karibu na duka la Kazim. Aliona kwamba mfanyibiashara hakukunywa kutoka kisima cha mji, maji yake mwenyewe aliyoleta. Aliona jinsi macho ya Kazim yalivyong'aa watu walipozungumza kuhusu mateso yao. Mtu huyu anaiba kitu kwetu, Aladdin aliwaza. Lakini nini? Na kwa nini? Usiku mama yake Aladdin alipoanguka, kila kitu kilibadilika. Alikuwa akifulia nguo kando ya kisima kilichokufa, akifanya kazi kupitia homa yake kwa sababu walihitaji pesa. Aladdin alimkuta amelala chini, ngozi yake ikiwaka kama mchanga wa jangwani ya dhuhuri, midomo yake ikisogea kwa minong'ono ya homa. Alimbeba nyumbani, mwepesi sana sasa, mronyo, na kukaa kando ya bitanda yake usiku mrefu na mbaya. Samahani mwanangu, ninong'ona. Samahani, sikuweza kukupa zaidi. Kimya mama, hifadhi nguvu zako. Una moto mkubwa ndani yako Aladdin, usikubali dunia hii kuuzima. Machozi yalimwagika usoni mwa Aladdin, lakini kilichofuata baadaye kilimshangaza hata yeye. Sauti ilizungumza akilini mwake, wazi kama radi, laini kama upepo. Taa, tafuta taa katika pango la minong'ono, inashikilia nguvu ya kumwokoa yeye, kuwaokoa wote. Aladdin alikaa, moyo wake ukipiga kwa nguvu. Alikuwa amesikia hadithi, bila shaka. Kila mtoto Zaribe alikuwa anajua hadithi ya pango la minong'ono, mahali kirefu jangwani ambapo uchawi wa kale ulilala, ukilindwa na majaribu ambayo yaliwafanya watu wazimu. Hakuna aliyeingia, aliyerudi, lakini sauti ilikuwa rali sana. Aliangalia uso uliocheche la mama yake na kusikia pumzi yake ya taabu. Sina chaguo. Alfajiri, Aladdin alimbusu pajia la mama yake na kuingia jangwani. Hakumwambia mtu alipokuwa anaenda. Nani angemwamini? Nani angefahamu? Safari ilichukua siku 2. Jua lilimchoma, mchanga ulichoma miguu yake. Tai walipiga mzunguko juu, wakiwa na subra na kujua. Mashaka yalimlaa akili yake kama panya wenye njaa. Je, kama nimekosea? Je, kama hii ni wazimu? Je, kama nitakufa hapa na mama yake atakufa peke yake? Lakini aliendelea mbele, kwa sababu ndivyo Aladdin alivyofanya. Aliendelea mbele wengine waliposimama. Aliuliza maswali wengine walipokubali. Alitumaini wakati tumaini lilionekana ni upumbavu. Siku ya 3 alikipata.